Habari. Nimetoka mazoezi nikasema kabla sijakoga sababu nitoka koga maji ya chumvi. Unajua David. Sasa kabla sijisafisha na maji ya kawaida, ili jambo nilizungumze kwanza. Kutafuta mpenzi. Kutafuta mpenzi hivi karibuni, sijajua kama ni jambo nilipo muda mrefu ama ni mimi tu. Kuna channel fulani nilikuwa nimezipitia, nikaona kwamba watu wanakusanyika, wameshika maputo. Umeona abroad hiyo, wameshika maputo. Alafu wanakuwa ni kundi la wanawake na kundi la wanaume limeshika maputo. Alafu kama anapita mmoja, yule mmoja yule anaangalia ndo anachagua kama akimpenda au akimkataa, basi unakuta ile mabaluni yale maputo na yanapasuliwa. Umeona, yani kuna kama uigizaji fulani hivi. Umeona, lakini wenyewe wanasema ni kama kutafuta mpenzi. Nikamshikisha rafiki yangu mmoja akasema, "Mbona hii bongo ipo hii?" Bongo ipo na. Okay. Lakini sijajua wale ni dini gani, sijajua kwa sababu sijaona viashiria vyovyote vya imani yao. Kwa maana kuanzia mavazi na hata utaratibu wa kutafuta mpenzi. Kwa nini? Kwenye mavazi hakuna dini yoyote inayoruhusu kuvaa nusu uchi. Hakuna, hilo la kwanza. Nafikiri hata si na dini, na maanisha mwenye imani ya kipagani pia naye anazingatia kujistiri, anazingatia. Lakini wengi wao niliowaona okay, lakini ndio wameita kutafuta mpenzi. Tuache huko kwenye mavazi. Tukija kwenye element ya pili, ni hii ya namna ya kutafuta mpenzi. Sio kutafuta mchumba wa ndoa wa kukuoa, kutafuta mpenzi. Hii ndio kipaumbele chao cha kwanza kabisa nilichokiona. Kwa nini? Kwa sababu ya kuiangalia hile, nikasema ngoja niitazame hasa nini makusudio. Kuna mmoja akawa yeye anahitaji mpenzi, yani ni mchumba. Baada ya kutoka pale waende kwa wazazi akaoe. Hakupata. Unaona wengi wao wakasema kweli una haki, ni mzuri na uko vizuri, mwili wako mzuri, yani wale wanawake wanamsifu yule mwanamume. Lakini kila mmoja akasema wakati wake, mimi niko hapa natafuta mpenzi tu, sina haja ya ndoa. Unaona hivyo. Lakini alipata wakwake wa ndoa, nafikiri kitu kama hicho, lakini sikuangalia huko mbele. Umeshaona, lakini nafikiri itakuwa ni hivyo. Lakini wengi kutafuta mpenzi, yani unafungua biashara ambayo ya wewe kuwa wakala wa uzinifu, kuwa wakala wa kuandaa zinaa ili watu wajihalalishe hivyo. Kwa sababu pale sio kanisani ama sio ama msikitini, hapana. Ni pahala ambapo watu wameweka na kuitengeneza biashara yao. Nafikiri wamekaa kidunia. Umeona, ndio maana nimeshindwa kutambua ni dini gani, kwa sababu nikauvesha dini ya Ukristo pale. Je, inaingia? Nikaona hapana, Ukristo uingii pale. Kwa sababu kuna watu wamekaa uchi. Umeona, watu wanatafuta mpenzi, sio mchumba wa ndoa kama kutoka pale mkafunge ndoa, hapa. Mtu atafuta mpenzi. Wanawake wote wamevaa nusu uchi. Shaona maneno. Sasa nikauvesha Ukristo pale, nikaona haujatosha pale. Sio kweli, Ukristo uko vile. Nikauvesha Uislamu, au Uislamu hata kama usipouliza ndo kabisa. Sababu kama yuko ni Uislamu basi unakuta majuba kama Bikira Maria. Watu fuli wa kike, kama ni wa kiume, kama ndo makanzu, kama suruali imekaa vizuri, mtu hajapiga mawe, hajapiga mania, yuko smart. Umeona maneno? Kwa hiyo kuna mtu akaniambia pia bongo ipo hiyo, ngasema watu waogopi. Wa duniani wanamefika kabisa. Duniani na hapa mimi ndo nishafika. Watu wana moyo. Unaandalia watu kufanya zinaa. Unaandaa watu wanakuja kuvaa vichubi katika eneo lako. Okay, sawa. So hizo ni nchi za magharibi. Nilikuwa nimeangalia na nikafikiria hawa ndo nasema
nje ni nini wanasema nini, haki za binadamu, ndo anajali hawa. Mwanamke anamfanya hivi kwa sababu kwenye nchi za magharibi mwanamke ukimfanya kitu chochote mnagawana mali pasu kwa pasu, anakufilisi kabisa. Ndio maana wale ma Black America wengi sana wenye asili ya Kiafrika wamepata hasara nyingi sana, kwa sababu alikwenda kule akaishi akapata maisha na wanafanya kazi. Unajua Afrika tukifika sehemu nafanya kazi na wale wanajua, wenyeji wanajua kwamba mabwana wetu wa hapa kwenye walokali wa hapa wafanye kazi, wageni ndio wanajua kufanya kazi. Kwa kimwona mcheza basketball, mcheza football, yani mwenye ujuzi kama talent fulani anaingia anafunga ndoa, anakaa ikifika miaka 3 4 shaza mtoto anaanza bala, mali zinakuisha. Mshana. Sasa huwa wanajadili haki za binadamu, kumjali mwanamke kama mwanamke anaweza akiwezeshwa. Lakini ukiangalia katika vipindi kama hivi mwanamke anadhalilishwa, udhalilifu mkubwa sana kwa mwanamke anaofanyiwa. Okay, tuachane huko, lakini tushangamii zaidi miaka. Unakuta mtu I am 25, I am 32, miaka 32, 27 unakwenda kwenye kumbi za kutafuta mpenzi. Umeishiwa nini hasa? Ndio maana nikashindwa kujua hawa dini gani. Kwa sababu nataka mpenzi, kama ni Mkristo nenda kanisani, utakutana naye naye huko. Kama ni Muislamu halikadhalika, umeona kuna taratibu zake za Kiislamu za kupata mchumba. Umeona? Hivyo kama hauna dini wewe ni katika miongoni mwa mila tu za Kiafrika pia kuna mila zake na tamaduni za upataji wa uchumba. Sijajua kwa upande wa magharibi, lakini kilichonishangaza zaidi umri wa miaka 32, 25, mwanamke anakuambia I am 23. Are you serious? Unatafuta mchumba? You struggle for nini? For sweeters. For fiancé. Asante. Unajua nimekiingiza kidogo. Siko mzuri kwenye Kiingereza, lakini nimekiingiza kwa sababu ili uonekane wewe unaongea fact, unaongea vitu vya maana kwenye nchi yetu ya Tanzania, uongee Kiingereza kidogo, lakini si kweli. Eti utimamu na uweledi wa Tanzania kupimwa kwa ule ufasaha wake wa uongeaji wa Kiingereza, hii katu haiwezi kuwa hivyo hata mara moja, na nisha proof. Mimi nimaliza.